ningependa kuwasalimia wafanyabiashara wa Kenyatta Market na kuwaombea baraka njema na kuwajulia hali njema, nikisema kwamba hamjamboni kabisa. Kwanza kabisa kwa majina, mimi naitwa Bwana Moses Wenani, chairman wenu wa Kenyatta Market na pia chairman wa soko zote za Nairobi. Ningependa sana kushukuru Kenyatta Market FM kwa kunikaribisha kwa hii interview, na ningependa pia kuombea Kenyatta Market FM ifane sana, kwa sababu ndio tegemeo letu la habari moto hapa Kenyatta Market. Mnavyojua wafanyabiashara, huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi Kenyatta Market itafanywa tarehe 2 Disemba, ambao kila mtu ana uhuru wa kuchagua mtu ambaye anayetaka. Kenyatta Market ni soko la demokrasia, na nimeiongoza hii soko nikipea watu uhuru na nikifuata katiba ambayo inaweza tuelekesha ili soko yetu ikuwe soko nzuri ya kufana. Kwa haraka kabisa, ningependa kwanza kuambia, tangu nichukue hatamu za uongozi wa Kenyatta Market, nimeweza kukaa chini na kamati yangu na tukafikiria vile hii soko inaweza kuwa improved, ndio mazingira ya biashara ikuwe mema, ili wafanyabiashara wetu ambao wako Kenyatta Market wafaulu katika biashara zao. Tulipochukua uongozi, soko ilikuwa inakaa kama soko ambayo inaenda kufa kabisa hapo 2016. Tukakaa chini na kamati, tukakuwa na vision ya kuweza kuimprove hii soko. Tukasema tunatakana tutengeneze drainage, tutengeneze hizi sheds zilikuwa zimekaa vibaya, tu renovate hizo toilets. Hizo drainage zilikuwa zinakaa vibaya sana hapa ndani ya soko. Tukasema hata tukipata uwezo tunaweza tengeneza additional sheds. Tunaweza kuangalia vile tunaweza install lights. Hapo zamani hatukuwa na mwangaza siku ya kukicha usiku. So katika hiyo vision yenye tulikuwa nayo, tuliendelea kutafuta wafadhili, na hilo jambo la kutafuta wafadhili likafikia former president Uhuru Kenyatta, ambaye alitutembelea hapa mara 3. Na kwanza kabisa ningependa kumshukuru former president kwa kuitikia wito wa kutusaidia kutengeneza Kenyatta Market. Kusema kweli, kwa usaidizi wake tuliweza kuimprove toilets, tukaimprove drainage, tukachange hiyo roof, tukainstall lights, tukaweka high mast hapo nje, na tukamake sure kwamba Kenyatta Market iko na uniform shades. Ukiingia ndani, at least iko a bit friendly to the traders and even to the customers. Na kusema kweli, uchaguzi ni nafasi nzuri sana ya watu kuangalia vitu ambazo watu wameachieve. Kwa sababu tukiangalia, kusema kweli, sisi kwa manifesto yetu, kwanza tunaanza na vitu ambazo tumepata, na ndio tunaenda kwa vitu ambazo tunataka kufanyia wafanyabiashara. Ukiangalia wenzetu wanaenda tu kwa vitu ambazo wanataka kufanya, lakini pia wamekuwa kwa nafasi za uongozi, lakini hawasemi hata wameachieve kitu gani. Hakuna hata kitu kimoja ambayo wamejaribu kufanya kuonyesha kwamba wanaweza saidia hizo wakipewa nafasi. So zile vitu ambazo nimetaja, hizo ziko under physical infrastructure ya soko, kuimprove physical infrastructure. Kwa upande wa social support, tumejaribu vile tunaweza, tukatengeneza Kenyatta Market Welfare ambayo imekompensate watu. Ukiangalia, watu wamebenefit sana kwa hiyo welfare. Hakuna mtu ambaye amekuwa fully paid akaenda kuclaim pesa alafu akakosa. Tumekuwa pia na mpangilio wa kusema kwamba mmoja wetu akituacha tunaweka harambee hapa. Kusema kweli, tumefanya vizuri sana, kwa sababu kwa bahati mbaya mmoja wetu akituacha, huwa tunakuwa na nafasi nzuri sana za kumpea heshima nzuri tukimfanyia harambee,
na hiyo kitu imetouch wale watu ambao ni relatives wa wale wanatuacha, wanakuja wanatuambia tunafanya vizuri sana. Kwa upande wa ugonjwa pia tumejaribu vile tunaweza. Tukipata mtu ni mgonjwa na labda yuko kwa level 5 ambaye hawezi kujisaidia, tunajaribu vile tunaweza, tunaweka harambee, tunamsupport. Na katika hiyo hali ya kuweka harambee, umeona watu wengine wanakuja wanaweka harambee pale nje za kudunisha tu effort ya committee kwa sababu ni wakati wa siasa. Lakini kusema kweli tumeachieve vitu mingi sana kwa hizo harambee tukiweka nje za kusaidia wagonjwa. Tumejaribu sana pia wale watu wanapoteza wapendwa wao, kama for example wanapoteza sons, daughters, relatives, wives, wakija kwa committee, mimi huwa wa kwanza kuandika kwa hiyo kitabu. Hakuna mtu amewahi kuja kwangu nikamfukuza. Kila mtu akija mimi naandika kwa kitabu kumpea support, na hiyo encouragement inafanya wafanyabiashara wengine pia wanamsupport. Alafu unapata kwamba anasupportiwa. So katika social support pia tumejaribu kuona kwamba tujaribu vile tunaweza ku make sure kwamba ndani ya soko tuna preach ile kitu inaitwa unity. Sana sana tukipata nafasi tunaambia watu waache matusi, wakae kwa friendliness, wa form social groups, na hiyo imetufanya tumefanikiwa kwa sababu kuna so many social groups ambazo zimetengenezwa kwa soko. Tuko na Kamba Group, tuko na Western Alliance, tuko na Onagi, tuko na vitu kama sisi ndio tumeleta hiyo environment ya watu kuform hizo social groups ili wakae ndani ya groups wakisaidiana. Unajua umoja ni nguvu kabisa. Sasa katika future plans pia unapata tuko na vision ambayo inaweza sukuma soko yetu mbele kabisa vizuri. Tumesema hii borehole yenye ilifanya kazi hapo kwa miaka 4 ilikuja ika break down. Na vile mnaelewa kama wafanyabiashara wa Kenyatta Market, hakuna budget ambayo county huwa inaletea committee isaidie kurani hii soko. So sisi huwa tunakaa chini tunajiuliza ni kwa nini county pia isijaribu kupeana fedha za kusaidia. So borehole yenye imeharibika pale nje tumeandika barua kwa Nairobi Water Company, branch yake inaitwa Earth Water Company Limited, na wamekubali, wameapprove, wanatafuta 3.5 million wakuje warudishe hiyo borehole alafu waweke solar panels. Hapa pia kuna power blackout mara mingi. Tumeongea na kampuni ya KPLC ili waweke power backup through installation of solar panels ndani ya soko, ndio power ikipotea tuwe na points ambazo tunaweza access hiyo power tuendeshe biashara yetu. Tumejaribu pia kupata kwamba tunaweza jaribu vile tunaweza tuinstall PA system ndani ya soko, kwa sababu hii soko unapata ni soko kubwa sana. Tukiwa na emergency hakuna warning system tunaweza. Tumetafuta wafadhili na wamekubali kutusupport kuweka PA system ndani ya soko. So next year itakuwa ni mwaka wa mafanikio sana, kwa sababu tumejaribu vile tunaweza, tumeweka mikakati ya kuboresha soko yetu to make sure hii soko inaendelea vizuri sana. Tumejaribu pia kutafuta wafadhili watusaidie kutengeneza kitu inaitwa CCTV cameras, kwa sababu siku hizi unapata wizi imekuwa advanced, and because of security reasons we need CCTV, which we have actually started installing. Upande wa mbele hapa sasa inaonekana, imebaki kupeleka huko nyuma ili hiyo CCTV imalize soko yetu yote hapo ndani. Katika kusupport wafanyabiashara pia kama kamati, tumejaribu vile tunaweza. Tukasema apart from physical infrastructure, social support, future plans, tujaribu tutafute wafadhili ambao wanaweza kusupport startups zetu ndani ya soko. Tumepata organization inaitwa Ever Fund na tukasaini nao mkataba wa miaka 2 ya kusupport wasichana wetu wadogo ili waanzishe biashara ndani ya soko ya Kenyatta Market. Kila mwaka tutakuwa tunasupport wasichana 500 na tutawapea 130,000 ili hao wasichana wakuja ndani ya soko
pia wachukue maduka waanzishe biashara yao. Unajua, ukisapoti mama umesapoti familia yote. Katika hiyo hali pia tumejaribu kuona kwamba tunatengeneza ofisi kama sasa hii yenye nimekaa. This is a very very good office. Na hii tumejaribu tukasign agreement na wafadhili wakatupa fedha za kutengeneza hii ofisi. Mtu akiwa na shida yoyote tunamruhusu akuje hapa ndani ya ofisi, akae decently na wafadhili ama watu wengine ambao wanataka kuongea nao kama ni biashara kubwa, ili soko yetu iweze kuenda mbele. Unakumbuka huku ndani kumekuwa na wasichana wetu wanafanya kazi mingi, lakini wanafanya kwa mazingira mabaya sana. Tumejaribu tukauliza wafadhili, wakatupa fedha, tukatengeneza sheds ndani ya soko. Sasa wasichana wetu wakishuka nywele, hata kama ni usiku, wanashuka ndani ya sheds. Mvua ikinyesha wanakuwa protected, hata pia jua haiwachomi. Na pia tumeweka lights ndani ya hizo sheds to make sure kwamba biashara inaendelea. So sisi kama kamati tuna nia nzuri sana ya kusaidia hii soko isonge mbele. Na juzi mumeona, kwa sababu ya demokrasia, tumesema kila mtu mwenye anatafuta kura ana uhuru wa kusimama kusema ni kitu gani anafanya. Tumekuwa na mkutano hapa ndani ya soko, tukapata mandugu zetu wanakuja hapa na visheshe, vifijo na nderemo, lakini ukiangalia ajenda yao sio ya kusukuma hii soko mbele. Wengi wanasema chairman ni tribal, lakini wao wenye wanasema ni tribal ndio watu ambayo mimi nimesaidia na sio hata Waluhya. Sasa mimi ushindwa meaning ya tribalism ni nini? Sisi kama kamati tukifanya kazi, we are not tribal, hatuegemei upande yoyote, tunaangalia ku make sure kwamba watu wanafaidika kwa usawa. Ndugu zetu pia wanasema kwamba wakichukua hatamu za uongozi wataruhusu wafanyabiashara watoe nguo zao huko ndani, mashini zao na saluni zao, wakuje wajaze hapa kwa hii entry. Mimi naona hiyo agenda ni ya kupoteza wafanyabiashara, kwa sababu huwezi ukaovercrowd entry ya soko na unataka soko ikae decent. Hiyo agenda yao inatakana wakuwe advice kidogo. Hakuna mtu tutaruhusu aweke vitu zijazane hapa kwa entry. Hii entry inakuwa hapo open hivyo kwa sababu mwenye alidesign hii soko alikuwa na maana ya kufanya hiyo mahali kwa hivyo. Emergency inaweza tokea, watu wana escape hapo, ama kuna kwanga na mahali inaitwa fire assembly point. So huwezi ukaambia wafanyabiashara wasanye vitu zao wakuje wajazane hapo kwa gate. Hiyo nimewakataza. Nimesikia pia wakisimama hapa wanasema wakichukua hatamu za uongozi eti watakuja kuattack biashara zetu. Sangapi? Na Waingereza wanasema show me your friends and I will tell you who you are. Hapo watu ukiangalia wale wamewasarau ni watu wa vita, watu wa vurugu, mabrokers, watu ambao wanaleta shida hii soko irudi mahali ilikuwa. Lakini ningependa pia kushukuru wafanyabiashara kwamba kusema kweli mmekaa imara. Kulingana na registration yenye nimeona imewekwa pale kwa ukuta, timu maendeleo iko na 65% support. Na tarehe 2 I'm 100% sure we are going to start authority in this market, and this market is going to continue. Kwa sababu Nairobi yote saa hizi inaangalia Kenyatta market. Chairman wa masoko zote ambayo amepewa heshima kuongoza Nairobi mzima ameface election, na watu wote soko zote za Nairobi. Ninaomba wafanyabiashara wa Kenyatta market mrudishie heshima wao, kwa sababu wao pia wametupa heshima, wakatupa kiti kubwa ya kuongoza Nairobi yote. Kwa hayo machache ningependa kusema asanteni sana na waombea mema. Tarehe 2 tuamke asubuhi, tumalizane na tuendelee na kazi. Asanteni sana.
Nyota Market FM.